Ndugu zangu, kaka na dada zangu, leo napenda kusema kwa msisitizo, tena msisitizo mkubwa, kuhusu yale niliyoyasema wiki chache zilizopita. Nilisema kwamba katika dunia hii hakuna mwanadamu yeyote au wanadamu wote au watu wowote ambao ati wana thamani kubwa kuliko wanadamu wengine kwa sababu tu ya kabila lao au kwa sababu ya utaifa wao. Nisitumie maneno mengi, na wale watu wa dini zingine mtanisamehe. Kama Mkristo nataka nisimamie mafundisho ya Bwana wangu Yesu Kristo. Na wale wa Kristo mnisikilize kwa makini. Yesu alifundisha na kuponya watu hapa duniani sehemu nyingi. Na katika kufundisha alisema maneno mengi sana. Ni maneno haya aliyoyasema nataka nianukuu leo kwenu. Si maneno yangu, ni maneno ya Yesu. Alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Tuki-expand hiyo sentensi yake ya mwisho, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba kwa njia yoyote nyingine ila kwa njia yangu. Alikuwa anamaanisha mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mchaga. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Msukuma. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mkenya. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mtanzania. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mhehe. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mpare. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mjerumani. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mrusi. Na ndiyo, mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Myahudi. Mtu haji kwa Baba kwa sababu ni Mwisraeli. Mimi ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba bali kwa njia yangu. Ni nini hapa muelewe? Ni nini hapo ambapo hamuelewi? Hakuna taifa lolote, hakuna kabila lolote linaloweza kumstahilisha mtu kupata thamani au kukubalika na Mungu kuliko wanadamu wengine. Na hata kama basi likamfanya awe amekubalika, kitu ambacho Yesu hakusema, nikubali tu kufanya argument ya kipumbavu. Assume Yesu hapa maneno yake yalikuwa amelegalega, na Mungu anisamehe kwa kutoa mfano huu. Hata hivyo, hata kama kabila lako lingeweza kukuthamanisha, basi kabila lako haliwezi kukuthamanisha kuharibu maisha ya wengine. Period.